Wanakumbuka matikiti. Haya matikiti haya ndio wanayakumbuka. Wamesahau kwamba kule tulikuwa kwenye mateso, tulikuwa kwenye shida na taabu. Mungu ametuokoa kwenye mikono ya Farao. Kwa nini? Kwa muujiza. Leo wanakumbuka matikiti na matango na vitunguu. Saumu, unaona kule jangwani kulikuwa hakuna vitunguu. Ungelima wapi jangwani vitunguu? Sasa hivi utakuta binadamu wewe umeokolewa vizuri, na siku ulipokombolewa ulifurahi sana. Na siku ambayo unaokoka ukasema asante Yesu kwa kuniona. Siku ambayo ulikuwa unampa maisha Yesu Kristo, kwako ilikuwa ni historia. Ilikuwa ni siku ya ajabu. Lakini leo unakumbuka nini? Unakumbuka nini Misri? Unakumbuka matikiti? Unakumbuka matango? Unakumbuka vitu gani? Unakumbuka nyama na samaki? Kwamba tulikula nyama, tulikula na samaki. Ndio binadamu walivyo. Jamani, sasa nataka nikukumbushe kwamba jamani, tuko jangwani na nyakati hizi ni nyakati za siku za mwisho. Nyakati za siku za mwisho. Ibilisi anayali usingizi. Ibilisi anafanya kila mbinu kukutafuta wewe ili akurudishe nyuma, ili akuangushe. Hapendi wewe uende mbinguni. Na Mungu amekuokoa. Amekuokoa, atakupitisha jangwani akiwa na wewe. Lakini Mungu atakufika wapi? Mbinguni. Ufike mbinguni. Ufike mbinguni. Safari yako ni kwenda mbinguni. Safari yako itambue kwamba mwisho wa safari yako ni kuingia mbinguni. Nasi mwenye akili na mwenye ufahamu tunatambua kwamba dalili zote alizozitabiri Yesu Kristo za nyakati za mwisho zimetimia. Zimetimia. Ndio maana hivi jamani, watu wanakuja na mafundisho mengi ya kuharibu watu. Niko nasikia wengine na mafundisho. Nani sijajua mwanga kwenye mafundisho nyie. Mtameza na dunia. Dunia hii haina huruma. Itakutoa kwenye mstari wa kweli wa Mungu. Jamani, watu wanatembea huko barabarani. Ndio wanatangaza kwamba utatu wa Mungu haupo. Bwana sifiwe sana. Na wamekazana kweli. Kama Yesu Kristo sio Mungu. Kwetu ni Mungu. Bwana sifiwe sana. Lakini cha msingi Yesu aliwaambia, jambo la kwanza, ili maisha yako mambo manne haya, ili uishi vizuri. Jambo la kwanza, jamani, Roho wa Mungu akuongoze. Uongozwe na Roho wa Bwana. Uongozwe na Roho wa Mungu. Yule ndiye anayejua mafumbo ya nani ya Mungu. Yule ndiye anayekufundisha ili akupe kweli yote. Yule ndiye anayejua njia ya kweli. Roho wa Mungu ndiye anayetaka uwe naye. Uwe na Roho wa Bwana. Na ndio maana Biblia inasema yote yule asiye na Roho wa Mungu si wa kwake. Asiye na Roho wa Mungu si wa Mungu. Hii dunia hii pasipo Roho wa Mungu, jamani, tutapotea. Hata wale ambao tuliwadhania kwamba wamesimama hawataonekana kwa sababu hawana msaidizi. Na Yesu aliwaambia kwamba msiondoke Yerusalemu, nyinyi wanafunzi. Hamwezi kufanya lote, hamwezi kufika, hamwezi kushinda dhambi, hamwezi kushinda ibilisi pasipokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa wewe ili uishi katika dunia ya sasa, unamhitaji Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe sana. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Huyo atakuwa kiongozi wako. Huyo atakuongoza. Warumi 8:14. Warumi 8:14. Warumi 8:14 anasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Mkristo anapoishi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu atapata hekima ya kufanya maamuzi sahihi. Huyu na yeyote yule anayeongozwa na Roho wa Mungu atapata hekima, anapata hekima ya kufanya maamuzi sahihi. Huyu atashinda majaribu na dhambi. Huyu ushinda majaribu na dhambi, unamhitaji Roho Mtakatifu. Wengi wanasumbuliwa hapa na majaribu. Majaribu yanakuja yanawaangusha watu. Huwezi kushinda dhambi, huwezi kushinda majaribu kama humhitaji Roho Mtakatifu. Maisha ya wokovu, nimewambia mambo manne ya msingi sana. Uwe na Roho Mtakatifu.
Acha Roho Mtakatifu akuongoze. Hii dunia hii itakuja na mafundisho aina tofauti. Watakuja kama vile upepo unaokuja kuangusha nini? Kuni kimunga kinapokuja kuondoa watu kwenye mstari. Lakini ukiwa na Roho wa Mungu utakuwa salama. Ukiwa na Roho wa Mungu utakuwa salama. Maana Yesu Kristo alipokuwa anasema, jamani, ulimwengu huyo Roho Mtakatifu, ulimwengu haumtambui, ila nyie mtamuona kwa sababu atakaa ndani yenu. Ndani yenu. Sema atakaa ndani yetu. Jamani, Roho Mtakatifu anabidi akae ndani yetu. Ndani yetu. Na Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, maana yake una Mungu ndani yako. Yesu Kristo alipokuwa duniani, akasema mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu. Na Yesu Kristo ili akamilike kazi yake, ikamilike juu yako wewe, lazima uwe na Roho Mtakatifu akuongoze. Roho Mtakatifu atakufundisha, atakukumbusha, atakutia kwenye kweli. Huyo jamani ndio anayezalisha matunda ya Roho Mtakatifu. Kuna matunda ya Roho Mtakatifu ambayo tunayasoma siku zote katika kitabu cha Wagalatia 22. Haya matunda sahihi na matendo sahihi yataonekana kwako. Kuna wengine wasomaji. Hebu soma Wagalatia 5:22. Matunda ya Roho Mtakatifu ni yapi? Wagalatia 5:22. Neno la Bwana linasema, lakini tunda la Roho. Tunda la Roho. Roho akikaa ndani yako lazima azae matunda. Roho wa Mungu akiwa ndani yako lazima tukuone na matunda haya. Endelea. Ni upendo. Kwanza ni upendo. Furaha. Upendo. Unajua lazima jamani tupende. Na hii katika mambo yale manne. Kuongoza Roho Mtakatifu na upendo upo. Na Biblia inasema nini? Hiyo ndio amri ya kwanza, alafu ni sura ya kimungu. Kumpenda Mungu na kuwapenda wanadamu. Kwa hiyo jamani, matunda la kweli kwa Roho ikikaa ndani yako utakuwa na upendo. Tutajua kwamba huyu ni mwana wa Mungu ukiwa na upendo. Furaha. Kuna furaha ambayo sisi tuko nayo, ambayo ulimwengu hauwezi kuipata. Tunaipata furaha hii kwa sababu nini? Ni original kutoka kwa Roho Mtakatifu. Tunafurahi hata kama hatujala, hata kama wakati wa shida, hata wakati wa taabu, tunaendelea na furaha. Huyo ndiye atakayekupitia jangwani vizuri. Ili jangwa huwezi kupita kama huna Roho Mtakatifu. Jamani, tuko jangwani. Wazee walipita miaka 40 wanapita jangwani. Wamepata misukosuko mingi jangwani. Wamepata tabu nyingi jangwani. Wameishiwa chakula, wakati mwingine wameishiwa maji jangwani. Wakati mwingine wameona jua kali, wameona matabu lakini Mungu alikuwa pamoja na wao. Na Mungu aliwaambia mimi nitakuwa pamoja na nyinyi. Na ndio maana alimwambia, hebu tengeneza hema ya kukutania. Hii si tuko hemani kwa kukutania sasa. Hapa ndipo Mungu anapoongea na sisi. Pale alimwambia kwamba Musa atengeneze hema ya kukutania, ni wakati fulani Mungu akiamua atakaongea nao, atashuka kwenye hema ile, anaanza kuongea nao. Na Mungu alikuwa anadhihirisha uwezo wake. Kuna kipindi fulani Miriam na Haruni walikuwa wanamtenda Musa. Hivi Musa ndio anatangaza Miriam. Miriam alikuwa na ndugu yake na Musa, dada yake na Musa. Huyu kila siku yeye mwana Mungu. Yeye amefunuliwa, yeye amemsikia Mungu. Yeye ndio anatetea mambo ya kile kwa Mungu. Mbona sisi hatuyapati haya? Mungu akachukia. Mungu akasema, jamani, leo nataka tukutane hemani. Haruni, njoo hemani. Mungu anawaambia, njoo hemani Haruni, na wewe Miriam uje hemani. Na Musa njoo hemani. Wakafika hemani kule. Walipofika Mungu akashuka. Akasema, nyie mnachokifanya wote nitasema nyie kwa unabii. Lakini si mtumishi wangu Musa. Yeye nitaongea naye ana kwa ana. Sasa kwa sababu unafanya hivyo, akasema kuanzia leo wewe nitakupiga ukoma. Ukoma mzima hiyo Miriam. Papa sema, jamani, hebu tuombee kwa Mungu. Musa akaanza kuomba kwa kuumwa sana. Mungu anajifunua pale unapokutana. Kwa hiyo jamani, hema letu la sasa ni hii. Ndani ya Kristo, hema wakati mwingine tunapokutana na mwili wako wewe, Biblia inasema wewe ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Na Roho wa Mungu Biblia akae ndani yako ili matendo ya Mungu yaonekane. Wana wa dunia hii wajue kwamba wewe ni mwana wa Mungu kweli. Ukiwamulika matendo yako yapate kuangazia wengi. Wajue kwamba Yesu Kristo yuko ndani yako. Na wewe unaenda mbinguni. Kanisa tunamhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu jamani, haji kienyeji, tunahitaji kupambana, kufunga
nimekuomba unisaidie ili nifike mbinguni. Ili ufike mbinguni, nakwambia kwa nguvu yako huwezi. Wewe huna mamlaka ya kwenda mbinguni peke yako bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Utahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili ufike salama mbinguni. Ili jangwani hili upite, majaribu ni mengi duniani. Ndio maana kuna shida, kuna taabu, kuna majaribu yanayokatisha tamaa watu. Ukimwangalia mtu mwingine anaona jamani, yaani hastahili kusimama kuendelea mbele. Akiona ni shida, na shida zinazoinuka hizo, lengo ni kukuangusha. Matatizo unayoyapata, lengo ni kukuangusha. Ili usifike, ili usiende kule unakokwenda. Ndio maana kuna taabu. Ndio maana kuna shida. Ndio maana kuna majaribu. Kama jaribu alijapitia kwa mume, litapitia kwa mtoto. Kama si kwa mtoto, litapitia kwa mke. Kama si kwa mke, litapitia kwa jirani. Litapitia kwa kiongozi wako. Litapitia kila eneo. Lengo kukuangusha. Amen. Na uliokoka sasa, ukiwa na Roho wa Mungu, wewe siwezi kuanguka. Siwezi kumwacha Yesu Kristo. Hata iweje siwezi. Hata nikipigwa siwezi. Hata nikiumizwa siwezi. Hata nikijaribiwa siwezi. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakuongoza. Jamani, maisha ya Mkristo, jambo la kwanza ili ufike salama, ili ukue vizuri, ili upambane vizuri katika ulimwengu wa sasa, ili umpendeze Mungu, unahitaji Roho wa Bwana awe ndani yako. Ili ushinde dhambi, unahitaji Roho wa Mungu awe ndani yako. Huyo ndiye atakayekuwezesha. Jamani, kukupa nini? Amani, kukupa furaha. Na Biblia inasema Yesu ndiye anayetoa amani. Roho kafu. Roho Mtakatifu anatuna lingine inaitwa amani. Lakini amani, kumbuka, Yesu alikasemaje? Amani yangu nawapa, amani yangu nawachieni. Nitoavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo amani ya kweli iko ndani ya Kristo. Amani ya kweli iko ndani ya Kristo. Ndugu yangu, ukitaka kukata tamaa, yaani bila Roho Mtakatifu unavunjika moyo. Na utakata tamaa. Bila Roho wa Mungu huwezi kufika mbali. Kwa sababu Ibilisi anakuangalia kukunyong'onyeza, kukuangusha ili kwamba usifike. Maadamu umekombolewa, uko hapa, uko safarini unaenda mbinguni, Roho pambana. Amen. Na kupambana kwa kwanza, hakikisha Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Na hii ndio ajabu ya Ukristo, ndio muujiza wa Ukristo, ndio nguvu ya Ukristo, kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Na hii ndio furaha yetu, kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Mungu akiwa ndani yako, na utabadilika. Hautakuwa kama ulivyo. Hata ulimwengu utauelewa vizuri. Utajua safari yako vizuri. Itakuwa mwanga. Wana wa Israeli wenyewe walipokuwa wakitembea, waliongozwa na wingu. Mchana wakiangalia wingu likisimama, na wenyewe wanasimama. Likitembea, wanatembea. Likikona, likipiga kona, na wenyewe wanapiga kona. Kwa nini? Mungu aliwaambia kwamba kuongoza kwa wingu. Lakini ikaja usiku, wingu na nini jamani? Mwali wa moto. Nguzo ya moto inaongoza. Ikisimama ile nguzo ya moto ndio wanasimama. Safari hizi inaongozwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Alafu anatufundisha. Alafu anasema, Roho wa Mungu jamani yuko wazi. Anakupa mwanga, anakupa nguvu ya kushinda majaribu na dhambi. Jaribu hata lingekuwa na uzito kiasi gani, ukiwa na Roho wa Mungu lazima utashinda tu. Utashinda tu. Utashinda tu. Utashinda tu. Na wakati ili ukae mkao sawa sawa wa kunyakuliwa. Jamani, tunaongea kama utani. Tunaongea kama utani kwa nyakati za siku za mwisho. Kipindi cha kina Nuhu ilikuwa hivi kama utani. Lakini siku ikafanya nini? Ikatimia. Usicheze na dunia hii. Usiseme na Mungu utamtafuta kesho. Wakati wa kumtafuta Mungu ni sasa. 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 Hakikisha umempata Roho Mtakatifu. Kama ndio unao wa Pentekoste, Pentekoste kwa sababu Roho Mtakatifu, sio Pentekoste, hamna Pentekoste hapo. Pentekoste ni siku ya 50. Hapo Roho Mtakatifu alipokuja. Ndio maana nasema wa Pentekoste. Pentekoste ni siku ya 50. Roho Mtakatifu alipowashukia watu, alipoingia kwa watu. Mungu mbinguni, unajua Yesu akasema jamani, mimi nipo kitambo kidogo afa nitaondoka. Afa nipo kitambo kidogo tena nitarudi. Lakini nikiafahamu niende. Nikienda kwa Baba, nimwombe Baba ili awape msaidizi mwingine. Huyo msaidizi, huyo atakaa na mimi siku zote. Huyo msaidizi ndiye atakayewapa nguvu. Huyo msaidizi ndiye atakayewakumbusha. Huyo msaidizi ndio mwenye siri zote. Huyo msaidizi jamani ndio anayejua mafumbo ya Mungu.
dunia imechanganyikiwa, kwa sababu ndani ya Biblia kuna wakati mwingine kuna mafungo ukisoma uelewi, lakini ukimuuliza mtakatifu anakuambia Mungu anataka hiki. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine Mungu anaweza kusema kwa ndoto uelewi, lakini ukienda kwa Roho Mtakatifu anakuambia maana yake. Ndio maana kwa Shadraka, wakina Meshaki na Abednego walionekana wana nguvu kwa sababu walikuwa na nguvu ya Mungu ndani. Mungu mfalme anamwangalia Yusufu. Anasema Yusufu huyu ni mtu tofauti. Akiangalia anasema kuna roho wa Mungu ndani yake. Huyu tumpate wapi mtu kama huyu jamani? Mwenye roho wa Mungu anayekaa ndani yake. Jamaa sasa wakati huyu roho ameachiwa kwa kila mmoja, kila muumini. Roho wa Mungu akae ndani yake. Tukisema tumpate wapi? Sema mimi hapa nimejaa Roho Mtakatifu. Tumpate wapi? Wewe tayari unaye. Tumpate wapi? Unaye. Hata tuangalia matendo ndio utajua kwamba kweli huyu amejaa Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio atakayekupa kiu ya kumtafuta Mungu. Atakupa kiu ya kuomba. Atakupa kiu ya kusoma neno la Bwana. Wakati mwingine neno la Mungu unaweza kulisoma usielewe. Maana Biblia inasema nini? Wakati mwingine maandiko yanaua, lakini roho wa Mungu huisha. Maandiko yanaweza kaua, lakini neno la Mungu, roho wa Mungu anauisha. Kwa hiyo jamani, hiyo ni jambo la kwanza. Hakikisha Roho Mtakatifu. Hakikisha Roho Mtakatifu. Hakikisha unaongozwa Roho Mtakatifu. Utapata nguvu na kumshuhudia Kristo. Kanisa la kwanza jamani liliongoza Roho Mtakatifu katika maamuzi yake na huduma. Na kanisa wakati huu ndio maana wakati mwingine tunaingia kwenye ugumu sana wa mambo mengi. Kanisa la wakati ule la kimitume, wakati naanza kanisa la mitume linazaliwa, liliongozwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana lilikuwa na nguvu. Ndio maana kulikuwa na miujiza, unakuwa na vipawa, unakuwa na karama, watu kufunguliwa, watu kuwekwa huru. Sasa hivi jamani watu wanakaa na mizimu, watu wanakaa na majini, wanakaa na mapepo, wanakaa na magonjwa, wanakaa na shida na tabu kwa sababu wamemwacha Roho wa Mungu. Roho wa Mungu akiingia kazini jamani, akipita hapa Roho Bwana, akipita hapa, akivunja kila ngome ya kipepo na majini, nakwambia utakuwa salama. Shida hii kwa sababu kuna mtu amekufunga. Kuna mapepo, kuna majini yamekufunga. Achilia Roho Bwana jamani aliongoze kanisa. Achilia Roho Mungu jamani afanye na safishe kanisa. Achilia Roho Mungu afuje kila ngome ya kipepo, ngome ya majini. Jamani angalia Biblia inasema kuzimu wanapiga kwa ajili yako, wanapambana kwa ajili yako. Hilo